haijatoweka. Siku moja alikuwa na ndege kutoka Dodoma kwenda Singida. Rubani alikuwa Mfaransa, fupi, nene, lina manyoya mengi mkononi. Tulikuwa tunasali naye pale Dodoma. Alikuwa engineer. Sio ndege, engineer ujenzi. Na pia alikuwa rubani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa ameokoka. Wewe fikiri kwamba mko hewani, rubani akafanya nini? Akatoweka. Kwa ndege itashuka chini bila mwelekezi. Na mara nyingi zinaanza kwa kugongesha pua. Ikigongesha pua mafuta ya ndege ni mepesi kuliko chochote. Lazima italipuka, lazima itawaka. Abiria wote waliokuwa ndani ya ndege maana yake wanateketea wote. Sikiliza, kama hujaokoka usio naomba lift kwa walokole. Naleta mchezo. Wewe unaomba kwenye magari ya walokole unasema naomba lift. Hujui. Wale watu kuna siku watatoweka. Siku akitoweka huko kwenye gari la mlokole, huwa unajua udereva. Na hata kama hujui, hata kama unajua, lini utakimbilia usukani kwenda kuusi? Maana gari iko spidi. Itatoka nje ya barabara. Wewe utashukia ndi mara 3. Damu. Simoja ilikuwa sana. Kule kwa gari moja zile kumbuka zile nani? Zile ile ni nani? Peugeot boxboard. Sio kama unasikumbuka kwa wale walio kwetu. Kulikuwa na Peugeot fulani. Inaitwa Peugeot au Peugeot. Yenyewe ilikuwa boxboard. Sasa kule Zanzibar ndio ilikuwa daladala ya huko. Na wanakaa abiria 8, wameweka chai maharage. Chai maharage unajua? Chai maharage. Yaani viti vya mbao huku, viti vya mbao huku. Unajua chai maharage wale mamalishe huwa wanaongea huku, nani? Kameza kidogo. Haleluya. Sasa kenyewe sisi tuko kwenye gari ya mchungaji, kenyewe kametutangulia kule. Na wale wanatupiana majini vibaya. Tulishtukia kanaondoka kwenye barabara ya lami. Ni awamu ya kwanza, ya pili, ya 3 huko. Tunafika hapo kuanzia kwenye lami, damu tupu. Huko ndani watu wamekobolewa. Wewe unapanda gari ya mlokole na hujaokoka au unaishi maisha mabaya. Huyo mlokole dereva akanyakuliwa akaondoka kuelekea mbinguni kizaazaa. Wewe makini sana. Sio kwamba lift wala usio kupanda magari ya walokole. Kuna siku atatoweka. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Jitayarishe. Haleluya. Kama uko ndani ya gari ya mlokole akiondoka mnaondoka pamoja. Kila mmoja anaondoka kwenda mbinguni. Lazima ujitayarishe kwa kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Kinyume cha pale una hasara. Utambi lazima uwe safi. Na utambi unafananishwa na moyo. Alafu mafuta, mara nyingi katika Biblia mafuta yanafananishwa na Roho Mtakatifu. Lakini hapa yanafananishwa na imani. Imani ya kweli katika Kristo, ambayo Yesu anapokuja kila mmoja awe na imani. Biblia inasema haya matatu yanaendelea: imani, tumaini na upendo. Katika haya matatu kilicho kikubwa ni nini? Upendo. Anasema kwa Korintho 13. Kwanza 13. Mafuta yanawakilisha imani. Kwa hiyo ni lazima kila mtu aangalie imani yake ile katika hali nzuri, ili apate kuweza kuishi sawa sawa katika siku hizi za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yanawakilisha imani. Tuangalie mara kwa mara imani yetu ili isipungue. Kuna wakati imani inapungua, hasa kutokana na majaribu, mashaka, dhambi ndani ya moyo wa mtu, wasiwasi, imani inapungua. Kwa hiyo mafuta kwenye taa yanawakilisha imani ya watu. Imani ya watu inawaka vizuri kama moyo ni safi. Kama moyo sio safi, imani inakuwa butu.
haipenyi kwenye matatizo. Hata ukiomba maombi hayaendi, wala huwezi kuamini kwamba umepokelewa, wala huwezi kuamini kwamba ninavyoomba Mungu anasikia, kwa sababu imani imekuwa chafu, moyo ni mchafu na moyo ni butu. Imani imekuwa butu, haina uwezo wa kupenya. Bwana Yesu asifiwe. Giza katika maisha yetu ni hofu, mashaka na dhambi. Unajua hao walitoka taa kwa kawaida, hata kibiriti ukipiga tu giza nafanya nini? Nasogea kwa uwezo wa nuru ile ulionayo. Ukiwa na nuru kubwa, giza inaenda mbali zaidi. Lakini kama ndio kama kamwali na kibiriti, giza itakuwa karibu. Kwa hiyo hii miali ambayo inawakilisha nuru, ambapo inapokuwa imewaka giza linasogea mbali, linaondoka. Unaiona njia au unamuona mtu, na kama alikuwa ni kibaka utamtambua kwamba huyu kibaka mbona hana taa, utajiepusha naye au utakimbia asije akakuvamia na kufanyia mbaya. Kwa hiyo tukikaa mbali na Mungu, imani itapungua haraka. Tunawezaje kukaa mbali na Mungu? Hufiki kwenye ibada, kwenye mafundisho ya Jumatano hufiki, ambapo siku ya mafundisho ya Biblia imani yako itakuwa, kwa sababu utasikia neno. Biblia inasema imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la nini? La Kristo, kwa lugha nyingine Biblia. Kama hufiki kwenye mafundisho, basi imani itaendelea kuwa butu. Lazima ujenge tabia ya kusikia maneno ya Mungu mara kwa mara. Jumatano fika, kwenye maombi fika, kwenye ibada kama leo fika. Ukikosa, imani yako itaharibika, itaanza kufifia, haitakuwa na nguvu. Na kama haina nguvu, inafifia, Yesu akija hutaweza kuwa na nuru ya kuweza kuchukuliwa, itakuwa giza. Utapoteza nafasi yako ya kuingia katika uzima milele. Safisha moyo wako mara kwa mara, ili uchafu wa dhambi uondoke. Hata hizi nguo, kama mtu ambaye anavaa nguo tangu kununua bidhaa tu, itaoza, itanuka, itakuwa na harufu mbaya. Lazima zisafishwe ili uendelee kung'aa, ili uendelee kupendeza. Hata mkikaribiana watu, ile harufu nzuri itawapata watu. Ili uchafu wa dhambi uondoke moyoni mwako. Tuwe tayari kusafisha mioyo yetu kila wakati, ili tuweze kumpokea Bwana Yesu. Kusafisha huko, unajua ukishaishi kutwa nzima, kuanzia asubuhi mpaka jioni, unataka kucheki moyo wako. Hiyo siku umeishije na watu? Hiyo siku umeongea nini? Ni maneno mangapi ya uongo ulioyasema? Maana watu wengi wanasema uongo kwenye maneno wanapounda sentensi, wanapokuwa wanaongea. Humo ndani unakuta uongo humo ndani. Safisha moyo, jilinde, jikague. Haleluya. Tuwe tayari kusafisha mioyo yetu kila wakati. Yaani kila wakati ujipime, ujichunguze. Hivi naenda kulala leo, kama Yesu atakuja atanichukua? Kwani Yesu anasema kwamba kila mtu ajue Bwana wake atakuja lini, mchana, usiku, wakati gani? Hebu soma Mathayo 24 mstari wa 42. Soma kwa haraka. Biblia inasema, kesheni basi, kwa maana mjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angaliijua ile zamu ya mwivi atakapokuja, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Asante sana. Kesheni basi, maana hatujui gani ambao Kristo atakuja. Ni wakati wa usiku au mchana, alfajiri au adhuhuri? Hatujui. Lazima tukeshe, tuishi kwa kujikagua.
sikilize mtoto, si mtoto tu anaongea. Hayo mafuta maana yake walipungukiwa na imani. Imani huwa inapungua mara kwa mara katika maisha ya watu. Kipindi fulani inapungua, kipindi fulani inaongezeka. Lazima uwe mwaminifu. Wasichana walipowasha taa zao, walipata changamoto gani? Au ni changamoto gani zilizowapata wale wasichana baada ya kuweza kufanya nini? Kuamka. Kama ulikuwa unanisikiliza, wale wasichana walipoamka, maana si walilala usingizi. Baada ya muda mrefu wanaruhusa hajafika, huku wamefanya kazi mchana kutwa, mchoko nini, wakasinzia. Baada ya kusinzia wakalala usingizi. Kusinzia na kulala usingizi ni vitu viwili tofauti. Lala usingizi maana kama mtu anakuwa kama vile amezimia, hajitambui, hayupo. Lakini kusinzia kalala, tunapata shida. Wasichana walipowasha taa zao, walipata changamoto gani? Walikuta taa zimefanya nini? Zimezimika. Ndio changamoto iliyokuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani imani yetu inapungua kila wakati na inaongezeka kwa kipindi kingine. Kama mafuta kwenye taa. Kadiri mafuta yanavyotumika yanapungua. Kadiri imani inavyotumika inapungua. Mara kwa mara inapungua. Kwa hiyo mafuta yanawakilisha imani. Kwa nini wenye busara hawakuwapa wasichana wapumbavu mafuta yao? Kwa nini? Unaona upendo sio? Mmoja anatoa baba anasema hapana. Sasa sitakanza sasa. Walikuwa wanaona upendo ni. Wewe mtu anakuomba anakuambia nisaidie. Bwana harusi anakuja na mimi nataka niende kwenye ile chereko. Nikafurahi, nikacheze, nikaruke. Naomba mafuta. Alafu wenyewe anasema la sivyo. Hayatatutosha sisi na ninyi. Walikuwa kitana kiwango chao. Labda ilikuwa nusu ya usiku, nusu ya usiku. Labda ilikuwa hivi. La sivyo. Kwa nini sasa? Maana yake huwezi kumpa imani, yani huwezi kumpa mtu mwingine imani yako. Si tumeona kwamba kwenye mfano huu mafuta yanalinganishwa na imani? Hakuna mtu atakaye kuazima imani wala kukupa ya kwake. Kila moja imani yake ni imani yake tu. Hakuna kuazima, hakuna kupewa. Ndio maana hao walisema hayatatutosha sisi na ninyi. Hello. Amen. Hallelujah. Amen. Walifanya nini baada ya kuiona changamoto hiyo? Wale wenye busara wakakimbilia chupa. Wakazifungua, baada ya kuzifungua, wakafungua pia kizibo cha taa, wakayamimina humo ndani. Labda wakatupa ile chupa huko, maana chupa zingine stake away tu. Si ndio? Bado kinywa maji stake away. Si ndio? Kuna soda zingine stake away tu. Ukishakunywa, haya. Unaweza kutupa kule, kama unataka kuendelea kuitumia ni wewe nyumbani kwako, lakini dukani wasitaki tena. Labda waje wakota chupa na matakataka kwenda kuuza upya. Si ndio? Kwa hiyo hawa walipata nini sasa? Wakaweka mafuta na kuziwasha baada ya kuiona ile changamoto. Sasa wakawaambia wale wapumbavu kwamba hayatutoshi sisi na nini. Nendeni kwa wauzao. Wakaona pia ile ni busara. Mimi nashindwa kuelewa hapa. Unajua hapa ilikuwa ni usiku wa manane. Kuna duka ambalo huwa limefunguliwa wakati wa usiku wa manane. Kuna wauzaji wanafungua maduka usiku wa manane. Usiku wa manane unajua unaanza saa 6, saa 7, saa 8, saa 9. Ndio mwisho usiku wa manane. Kuna duka linafunguliwa masaa haya. Mimi siamini, labda wewe. Na pengine wao kwa sababu unajua huko ni Tanzania. Lakini hii ndio Mashariki ya Kati. Labda wao kulikuwa na wauzaji wa wakati ule. Ukienda kama Dar es Salaam, saa 7 ni kama vile bado asubuhi. Watu wanauza.
Yesu asifiwe. Wakaenda wakayanunua, labda wakaenda dukani kule. Sasa swali linakuja, je, waliporudi kutoka dukani kununua mafuta, waliweza kuingia katika harusi na kwenye sherehe? Waliingia? Kwa nini? Lango ulifungwa. Yesu anaporudi akishajakuwa, mlango wa kuokoka umefanya nini? Umefungwa. Kipindi cha kanisa kimefanya nini? Kimefungwa. Inakuja kipindi cha mateso ya mpinga Kristo na wale wa 144,000 katika Biblia kwenye Ufunuo tunaosoma. Biblia inasema kwamba mpaka Mungu atakapotuma wale watu wawili kuja kuhubiri Injili, ili watu wapate kuweza kutambua kwamba waliomkataa ndiye alikuwa Yesu na huyu aliyekuja siye. Au nani? Na nani tena? Na Henoko. Wanaitwa mizeituni miwili. Kipindi kile cha mpinga Kristo watashuka, watahubiri. Mpinga Kristo atataka awaue, atashindwa mpaka watakapokuwa wamemaliza ile mission, ule utumishi ambao watakuwa nao, kuwahubiria kwamba pia mkataa alikuwa Yesu. Watasadiki kutokana na mateso na vipigo ambavyo wanavipata wana wa Israeli, watatubu na kuweza kumpokea Yesu mioyoni mwao, lakini wale watu baadaye tena na wao watauawa na mpinga Kristo. Ndio watu nasema Mungu nani? Elia na Henoko. Kwa nini? Walinyakuliwa wakiwa na mili ya kufa. Ndio maana kipindi cha mpinga Kristo watafanya nini? Watakufa. Na Biblia inasema kwamba dunia nzima itafanya nini? Itawaona. Ilikuwa nabii, leo si tunaona vitu rahisi tu. Washa TV, mpaka Amerika unaona, mpaka Nare, mpaka na Mapafu. Utaona mpaka Urusi, utaona mpaka Korea, utaona mpaka Dar es Salaam, utaona mpaka Mwanza. Kuna maeneo mengi hapa Mwanza kwenye TV unapokuwa unaanza kama unaona. Wanaweza sifiwe. Kwa dunia nzima itaona kutokana na kuangalia kwenye TV. Wanaweza sifiwe. Hapa naye watakuwa tena mbinguni, baada ya pale ndipo sasa injili itakuwa inahubiriwa. Lakini bado kuna namba 660 na ngapi? Na 6 inatembea na mpinga Kristo. Huna, huuzi, hununui. Wengi ndio watakapookoka vizuri. Maana utatambua kwamba kumbe tulipoteza nafasi hii, hatuwezi kuipoteza. Watang'ang'ania bora wafe, lakini waende wapi? Mbinguni. Walokole wote wazembe ambao hawatanyakuliwa, kipindi kile lazima wataokoka. Baada ya kuokoka, mpinga Kristo atazuia kila kitu. Watajitolea liwana liwe. Uuzi, ununui. Mpaka unachapa ya mpinga Kristo hapo kwenye mkono au kwenye paji. Na sasa hivi nafanya kazi na mafrimaso. Kiweka mkono namna hii kwenye nuru fulani, wale wanachama inaonyesha 666. 6 au nakana kwamba ni wanachama, ingia. Unapewa kila kitu unachokitaka wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hawakuweza kuingia. Mlango ukawa umefungwa. Hutanyakuliwa. Watu watakuwa wameenda mbinguni. Hakuna nafasi ya kutubu. Ukikimbia kwenda kwenye kanisa la walokole unawakosa. Nenda kwa mwimbaji fulani unamkosa, mhubiri fulani unamkosa. Watu wameshaondoka. Ni muhimu kuweza kujiandaa kwa ajili ya kuweza kurudi kwa Yesu Kristo. Katika mfano huu, wasichana wale waliomngojea bwana harusi ni mfano wa kanisa linalo ngoja kurudi kwa Kristo katika utukufu wake. Yesu anapenda tuwe tayari, tusafishe mioyo yetu mara kwa mara, sio mara moja. Haleluya. Naomba tusimame. Nikupoa. Mtu alikuwa moto, maisha mazuri, yamechanua katika hali nzuri kama ua, lakini amepoa. Anaishi maisha ya mlegezo.
unakuta mtu ana shughuli nyingi sana kwa ajili ya tumbo, kwa ajili ya chakula. Hathamini maisha ya kiroho, haendi kwenye ibada, hajali. Mwimbaji alikuwa mwimbaji, leo haendi kuimba, yuko busy. Mshirika alikuwa mwaminifu kuja kwenye ibada katikati ya wiki, haji, amesongwa na kazi, shughuli zimembana, amelala usingizi, amepoa. Mahangaiko ya kila siku, shughuli za kiuchumi, biashara, vinawafanya watu washindwe kuweza kuwa macho. Biashara sio mbaya, mambo ya uchumi sio mabaya, fanya kazi. Yesu anasema utaishi kwa jasho. Lakini hivi vitu tunapaswa kuweza kuweka ratiba. Asubuhi mpaka saa ile ya kwenda kwenye ibada utapiga shughuli zako. Labda pengine unafanya kazi mpaka saa 9. Saa 9 unarudi nyumbani, nawa, oga, jipake, saa 10 umeshafika ibadani. Kama ni shughuli za kiserikali ambazo unaenda kwa ratiba maalum, hicho ni kitu kingine. Fika, sikiliza maneno. Leo siku ya Ijumaa watu wanakwenda, hawafungi na kuomba, wanakula tu ulafi. Yaani mwili unataka upewe wenyewe tu, mwili utakuponza. Funga pamoja na wenzako, usile. Na mwingine anaogopa kulegea. Kulegea ndiko ambako pepo zote zinatoka, kiroho kinapanda. Hapo mambo ya Mungu ni ajabu sana. Badala kupandisha tu hivi hivi, anakuambia funga na kuomba ili utu ushuke, roho ipande. Ni kama vile unaenda kushindwa, kumbe hapo ndio unakuwa mshindi. Haleluya. Amen. Mtu anaishi maisha mlagozi, kufunga na kuomba hataki, njaa tupu. Alishaponywa mpaka vidonda, anasingizia nina vidonda vya tumbo. Aliyekuambia mtu mzima hana vidonda vya tumbo ni nani? Wote hapa tukipeleka maabara hapa, utakuta wote mna vidonda vya tumbo. Hadi watoto wadogo. Mtoto ameshinda shule kule, tindikali inashuka. Wao nafikiri haitashuka, haitachana utumbo. Tunaishi kwa neema. Tunafunga wakati mwingine vidonda vinauma, sawa. Lakini tunaendelea. Yesu asifiwe. Amen. Siku yenyewe ni moja. Tukiongeza, wiki iliyopita tuliongeza siku 3. Watu walishia mitini. Kama Adam na Eva walivyokimbia. Shughuli za dunia. Kuto kujishughulisha na mambo ya kiroho kama vile kusoma neno la Mungu, kwenda ibadani na kuomba. Mtu hasomi neno, Biblia yenyewe hana. Suti anavaa za bei mbaya. Nguo kama ni mwanamke atalia kwa mume wake mpaka atanunuliwa suti anayoitaka. Yuko tayari kusema na kuvuruga. Leo wanawake wangapi wana Biblia? Mwingine naye anayo, hasomi. Pamoja na kwamba anayo, haisomi. Mwingine anawachia watoto anavuruta kama nini? Kama gari. Biblia hiyo. Mtoto anachafua. Wewe kuona mtoto akizama anavuta msahara? Wewe kuona? Wewe unakuja unachia watoto anaivuta Biblia kama gari. Isome, jishughulisha na mambo ya kiroho. Biblia itakwambia hapa unaishi ndivyo sivyo. Itakwambia omba. Halafu kutotambua kuwa tunaishi katika siku za mwisho. Watu wengi wanashindwa kutambua kwamba tuko kwenye siku za mwisho. Ndio maana ni wazembe kuishi maisha matakatifu. Wazembe kwenda kwenye ibada. Wazembe kwenda kwenye mkesha. Kwenye mkesha yani unavuta kama vile unapiga hendeli. Unakumbuka yale magari ya nani? Yale 109. Ndio nafahamu zile Land Rover za 109. Gari zingine inabidi haiwezi kuwaka mpaka uende kule mbele utie lile nani lile kuwaka, au mashine ya pita zile za maji zile haiwaki mpaka utie handle.
Kumbe kuna za umeme, unaweza ukabonyeza tu mashine ikaitika. Unakuwa kama hende, mpaka upigwe hende, ulazimishi njoo kwenye mkesha, ulazimishi njoo kwenye ibada, ulazimishi tufunge na kuomba, ulazimishi. Na mwingine akifika hapa hatambui kwamba anapaswa kuomba. Ni kusinzia tu. Wewe una mashetani. Sikiliza, siku ya kufunga na kuomba lazima utambue kwamba ni vita. Na vita ni ama upige au ufanye nini? Upigwe. Kwenye kufunga na kuomba ndio maana yake. Ama upige au wewe mwenyewe upigwe. Shetani tutakufanya bubu, utaomba. Kwa nini usiombe wakati unajua unasinzia? Si unaomba kama kutembea tembea. Unakuta akili inakuwa ikifanya kazi, iko active, inafanya vizuri. Unaomba huko unatembea. Lazima ujitambue, lazima uelewe kwamba ni maombi ya kufunga na kuomba. Njaa tu peke yake inaweza kuwa tatizo. Ubao umekubana. Umekosa balance. Unashindwa kuweza kuomba vizuri kwa sababu ya njaa tu. Nifanyaje ili nipate kuweza kuomba? Maana umeshafunga. Kama utaomba una hasara. Mambo ya kufunga na kuomba maana yake hawa ni pacha. Ni kula na doto. Nitoke. Hello. Kufunga na ni kula na doto. Nitoke. Sasa wewe kwa nini umefunga tu usiombe? Ukifunga bila kuomba ni hasara. Au unafunga unakuja unahangaika tu kuomba. Funguka, tembea, acha uvivu. Tuko kwenye siku za mwisho, lazima utambue ya kwamba kutakuwa na uzembe. Watu wengine wanaweza kuwa ni wazembe. Tambua kwamba tuko kwenye siku za mwisho. Wakati wowote Yesu anaweza kalinyakua kanisa. Kama ni mzembe utaachwa. Sasa sikiliza, lini umeokoka? Umemtumikia Mungu kwa kiwango gani? Umefanya mambo mangapi tangu ulipookoka mpaka leo? Uje kuachwa ni hasara mbaya. Hasara. Na unaweza kuwa mzembe kwenye siku za mwisho. Hizi ni siku za mwisho. Kila mtu lazima atambue kwamba tunaishi katika siku za mwisho. Lakini kupuuza kanuni za Mungu zinazohusiana na mwenendo safi. Mtu anapuuza. Usipuuze kanuni za Mungu zinazohusiana na mwenendo safi. Biblia inasema kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Maasi ni jokofu linalopoza upendo wa Mungu ndani ya moyo. Unafahamu kazi ya jokofu? Peleka soda pale. Peleka juice, peleka maji, peleka nyanya, peleka nyama. Kila kitu kinakuwa baridi, kinatunzwa. Bakteria hawataingia pale. Maana pamegandishwa. Kumbe maovu ni jokofu la kiroho, linapoza, yani kutokana na maasi, tabia mbaya, maneno mbaya wachafu, watu wanapoa kiroho. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Tambua kwa tunaishi katika siku za mwisho. Wakati wowote Yesu anaweza akatokea. Jishughulishe na mambo ya kiroho. Ajali nyingi zinatokea siku za leo kwa sababu madereva wengi wanalala usingizi wakati wanaendesha magari. Wanakuta gari basi imepiga chali. Watu kadhaa wamekufa, wengi wamejeruhiwa, wamelazwa. Wengine wanaitisha waje watambuliwe na ndugu. Watu wanaenda kuwatambua kwamba huyu ni wa kwetu, wanachukua kwenda kuzika maiti. Tatizo nini? Dereva kalala usingizi. Ndio mkono wako chini. Kwa nini nikose unyakuo? Kwa nini ukose unyakuo? Kwa nini Yesu akuache? Leo rekebisha njia zako. Leo tupia ule uovu. Leo acha roho mbaya. Acha kuishi kwa makusudi. Usijichafue. Jilinde.
kesho au siku nyingine. Jiandae, jitayarishe. Hallelujah. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru. Kila moja omba na kujikabidhi katika mikono ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Mungu ishie mahali pa juu palipoinuka, palipo takatifu. Tunayakabidhi maisha yetu chini ya mikono yako. Ututakase, utusafishe, utuvushe na mitego ya shetani. Ninavunja roho ya uovu kwa jina la Yesu. Ninavunja roho ya shetani. Ninavunja hila za shetani. Onka shetani kwa waamini. Onka shetani kwa Wakristo. Onka roho mbaya. Onka roho ya chuki. Onka roho ya uongo. Onka tabia mbaya. Onka roho mbaya. Onka kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ututakase. Baba, ukapate kututunza. Baba, ukapate kutuimarisha. Tujaze mafuta ya Roho Mtakatifu. Lakini pia tusaidie imani yetu ipate kung'aa, ili utakapokuja tupate kuweza kukulaki hewani tukiwa na nuru, tukiwa na imani. Maana tukipoteza imani hatuna unyakuo, tutapotea. Haleluya. Asante Yesu kwa wema wako na kwa upendo wako ulio mtakatifu. Jina lako Yesu Kristo libarikiwe na kuabudiwa. Sifa na utukufu zikurudie wewe katika kiti chako cha enzi. Baraka na heshima ni zako Mungu wa mbinguni. Asante kwa ujumbe huu. Asante kwa kunitumia. Asante kwa wote waliosikia. Wasaidie wabadilike. Wasaidie wabadilike. Vunja nguvu ya dhambi. Vunja Yesu. Vunja roho chafu. Vunja tabia mbaya. Vunja roho ya uasi. Vunja roho ya kiburi. Vunja roho ya ukaidi. Vunja roho ya uovu. Vunja kwa jina la Yesu. Ora basira bashaka rabashanda rabasiri bushara bashika rabasharaba. Tunajikabidhi katika mikono yako. Utusaidie Bwana. Utuvushe kutoka katika mapito mabaya ambayo shetani anatusumbua ili tupate kuweza kupoteza wokovu. Safisha imani yetu iendelee kuwa hai katika jina la Yesu. Utusaidie Bwana. Utuwezeshe kuishi maisha yanayokupendeza wewe, maisha matakatifu yanayokupendeza wewe. Libariki kanisa lako, litembelee katika jina la Yesu. Wajaze Roho Mtakatifu, wajaze imani safi, wasaidie katika jina la Yesu Kristo le Bwana Mwokozi. Asante kwa upendo wako. Asante Mungu kwa uongozi wako na kwa matendo yako leo hai. Jina lako Yesu Kristo libarikiwe na kuabudiwa. Asitoke mtu ambaye ataondoka Bwana bila kuweza kurekebishwa. Kila mmoja ni wa thamani machoni pako. Uwatakase na kuwasafisha katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa upendo wako. Asante kwa uongozi wako na kwa nguvu yako tukufu. Jina lako Yesu Kristo lipewe heshima. Asante Bwana. Tunakurudisha utukufu na heshima mbele zako katika jina la Yesu Kristo le Bwana Mwokozi. Haleluya. Asante Yesu Kristo. Jina lako Bwana libarikiwe na kuinuliwa. Haleluya.